Kwa hiyo ndio hivyo rafiki yangu. Mimi nataka tutoke hapa mimi na wewe. Twende kwa huyo kaka. Na huyo kaka sio mtu mbaya, yaani sio mtu mbaya. Sio unanielewa? Yaani wewe utaniambia mwenyewe. Yaani hana shida, sio unanielewa? Yaani wewe hautojutia. Yaani bonge la mwana. Yaani hayo Shem. Oh, Shem. Habe. Bibi. Safi. Mbona kama una wasiwasi? Habe. Bibi. Safi. Mbona kama una wasiwasi? Hamna. Tunapiga story na mimi, si ndio? Sawa, basi sawa Shem. Mkao. Basi mimi natoka naelekea kazini nafikiri tutawasiliana. Okay, bye na kazi njema. Sawa, baki sawa. Mungu akubariki. Sawa sawa. Shem. Sawa. Sikia, ila hajatusikia. Kwa hiyo ndugu yangu hivyo. Fursa hii. Umeona? Kashaondoka. Kwa hiyo wewe twende sasa hivi kwa huyo mkaka ninayekwambia. Mkaongee mlizi tu. Hivi tunarudi haraka haraka ndugu yangu. Si ndio? Twende ndo kashatoka hivi. Twende basi. Halo. Dada. Mpaka sasa hivi sikuoni. Nimekaa vichochoroni huko. Yaani mpaka sasa hivi sikuelewi ujue. Unanichelewesha bwana. Nipo vichochoroni huko. Wewe fanya haraka basi. Njoo nakuja. Fanya haraka basi. Mimi nipo vichochoroni sasa hizi huko. Sawa. Sasa okay. Mimi nipo kwa nje hapa. Nikuta hapa. Kaka. Shemi. Kuja. Naomba shilingi yako hapa ndio kaongea na mzee. Sinajua tutakuwa na mshawishi. Anaweza kunielewa hata. Nijue nafanyaje kulipa. Hivi Bright. Uko serious kweli? Nini kwani kaka? Hao ndio wanamshawishi, anaweza hata kumshawishi mzee. Unajua nini? Usione nyumba nzuri hivi. Tunaishi vizuri. Lakini kila mtu anakuwa na tabia zake. Hivi unamjua mimi mzee wangu? Unamjua tabia zake mzee wangu? Hivyo kaka, kwamba anaweza akampiga au anaweza. Unajua ni mtoto mdogo aweze kuelewa vibaya. Sawa, ulitaka sasa nipeleke kama tuelewe kwa hiyo. Nitajaribu kuongea naye na mimi atatuelewa tu. Okay, sawa, haina shida. Kwa hiyo mnaenda wote. Kaka, nini tena nione mzee? Mimi yuka sipo. Yaani mama mtu asemi
mwanangu anasafiri. Kwa hiyo nimekuja kumwombea akirudi kurudisha hiyo. Haina shida. Haina shida. Nitafikisha tu. Haina shida. Sawa. Kaka, tutawasiliana ila hakikisha ameongea naye. Sawa, haina shida. Mimi namjua baba yangu. Sawa. Kikubwa kuwa makini kwa kile anachofanya. Sio unakuwa. Unanitisha shemeji, una maana gani kusema hivyo? Ni bora nikwambie ukweli kuliko kuficha sana mambo ambayo tofauti. Kikubwa kuwa makini. Safi. We naye muda wote nakupigia simu njiani. Niko vichochoroni, kunaona muda wote nimekaa vichochoroni. Ndio huyo hapa. Umenilalamikia wewe, umelalamika. Nampenda, nashindwa kulala, nashindwa kufanya kazi vizuri. Sasa leo yuko mbele ya macho yako. Kwanza nikushukuru kwa kazi uliyoifanya. Umefanya kazi nzuri. Pia nimefurahi kumuona. Najua umefurahi sana. Sasa Mahi, uwe na amani. Niwaache kidogo, si ndio? Changamka. Tina, kwanza nimefurahi kukuona. Kwa mara nyingine nakupa mkono. Nadhani bila kupoteza muda, najua huko mlipotoka kuna mawili matatu ambayo umezungumza. Na mimi sio mara ya kwanza kukutana na wewe. Binafsi, tangu mara kwanza nilipokuona, binafsi nilivutiwa sana na wewe. Nikaona si vyema mtoto mzuri kama wewe nikuache upite hivi hivi. Naomba nafasi. Hapana kaka yangu. Yaani mimi nimekuja tu hapa kwa sababu ya heshima ya ndugu yangu. Amekuwa ananisumbua sana. Sasa nikaona haina maana kukataa kuja kwa mama na wewe. Tina, sawa mimi naelewa. Lakini kama nilivyokuambia, sawa? Mimi nipo tayari. Ni kuwa hata mume wa pili. Yaani nyie mnasemaga mke wa pili. Lakini mimi nipo tayari hata kuwa mume mdogo. Nipo tayari kuwa hata mchepuko, tafadhali. Mambo nielewe. Nakupenda. Tina, mimi nakupenda. Alo Shem. Ndio Shem. Uko wapi Shem? Sasa kila siku sinakwambia kwamba mke wako anakuchiti. Sasa leo nina ushahidi. Sio kwenye simu. Kuna mitaa hapa nakuelekeza. Uje sasa hivi mkeo yupo na mtu. Sikia shemeji, mimi nilishakupa taarifa kabisa mapema kwamba mimi mzee wangu namfahamu vizuri. Unadhani mimi nitafanyaje kwa Bright? Unajua akilijua ile atanichukuliaje? Kwa hiyo mimi wakati nawaambia kwamba mimi mzee wangu namfahamu, mzee wangu hana mke. Yaani humu ndani wanawake wengi wao wanalia. Umeelewa? Ndio maana huwa nilikupa taarifa kusema shemeji yangu mimi kama rafiki yangu namuelewa kama ndugu yangu. Sasa wewe mwenyewe anakuleta, nikampa taarifa. Na wewe tena unakuja tena humu ndani, nilishakwambia kuwa makini. Ni nini sasa unachokifanya? Ina maana shemeji wewe ulikuwa usikike kelele ninazozipiga kweli? Sikiliza. Kitu gani unanifanyia wewe Shem? Mimi sina uwezo kufanya chochote kwa mzee wangu. Umeelewa? Hivi au unataka na mimi nifukuze hapa nyumbani? Unajua kabisa mimi siwezi kukutana na mtu mwingine mbali na Bright. Okay, yashatokea sasa utafanyaje? Nilikupa taarifa kwamba mzee wangu
hana dogo. Chochote kile anapita nacho. Ukasema wewe ni mdogo. Mimi mzee wangu namfahamu. Ndio vitu vyake hivyo. Okay, sawa shemeji. Tuseme imeshatokea. Umenikosea. Nimetoa utu wangu mimi kisa. Inaumiza. Kwa hiyo tunafanyaje? Bright akijua ili mimi nitakuwepo kwenye njia gani? Alafu mimi nikajua mmepanga na Bright kwamba mje. Nimejua mmepanga kwamba tumepanga. Ndio maana wakati unapiga kelele mimi nikaacha. Nikajua mmepanga. Kwa sababu nishakupa taarifa mlipokubali nikajua tayari. Mimi kwa itakuwaje Sabia kijua? Hapana. Yaani mimi sihitaji Bright ajue kitu chochote kile kilichotokea. Yaani sihitaji. Yaani naniona kama mimi ni mlaisikivu. Pole. Sawa. Sasa itabidi uende hospitali. Sawa? Itabidi uende hospitali kwa sababu kama atakuwa amekuumiza, ukapime kabisa na afya. Afya? Ukapime afya ndio. Una maana gani kusema hivyo? Kwamba babako ana shida au? Mzee wangu hana shida. Lakini kwa watu ambao wamepita nao, umeelewa? Hebu subiri kwanza. Acha. Oya Juma. Ya. Naomba uje na hiyo crown mara moja hapa. Nataka nipeleke mtu hospitali. Ya. Uko maeneo gani? Chap basi. Mzee wako tayari kashazingua tayari. Tunajua mzee wako kila siku mamake ndo yale yale. Chap basi. Subiri gari inakuja. Sasa sikiliza. Ya kutokea shatokea. Hatuwezi kurudisha muda nyuma. Huyo mwanamume ninayekwambia kila siku. Ndio shemu. Ni mke wako kabisa, mimi nimemuona. Kwa hiyo nilikuwa naomba unipe nafasi kwa mimi. Najua sawa wewe, lakini nilikuwa naomba kwa sababu nafsi yangu inatokea kupenda sana. Tafadhali. Yaani hatuna hatua nyingi sana. Asante sana. Sipo hapo kwa ajili ya kudanganya, ila nipo hapo kwa ajili kwa sababu nakuhitaji. Nakuhitaji sana kwenye maisha yangu. Tafadhali. Unajua kama nilivyokuambia, sisi wanaume ni watu ambao watu wengi. Sawa. Of course, inawezekana kule mume wako kama anakupenda sawa. Lakini tunajua kabisa kwamba mimi ni mke wa mtu. Mume wangu ananipenda na hakuna ambacho nakosa kwake. Naelewa kila kitu, lakini sisi wanaume ni watu ambao tunabadilika sana. Leo unaweza kusema kweli mume wako anakupenda, lakini kesho kutwa akaja akabadilika, utaenda wapi? Nikosea sana binti yake. Sawa, mimi nilishakwambia. Wewe ukasema kwamba ni mdogo, mimi si ni mdogo. Haya, mbona mzee wangu hana cha udogo? Jamani, kama kuna wazee wa hivi jamani hapa. Juma, fanya haraka basi. Mbona hivyo? Chapu. Sasa itabidi uvae viatu hivi sasa. Chukua viatu. Tuondoke. Enda pale, najua Bright anaweza akachelewa. Twende kwanza hivi. Twende pale. Wai haraka. Mitaa yatekwa hapa. Ngoja nikutumie kwenye message wasije wakanisikia. Okay sawa. Sasa wai shemu, yani wahi. Okay sawa. Baadaye kimbia. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kurecover nafasi ambayo huenda kesho kuipoteza. Tafadhali. Mambo usinidai. Tafadhali sana.
Hey. Yes. Na mbona umetulia? Furahi kwanza jamani. Sasa amekubali. Maana ulivyonuna jamani. Mama, naondoka mjini ujue. Hata usiwazie mpenzi. Mzee nimempanga na amekubali. Na sio kukubali tu. Mungu wangu. Acha basi. Unafanya mchezo. Nini mamtu? Nimemwongelea yale maneno ambayo mtu mzima yoyote akiyasikia anajua kweli hapa wanaomba mitini. Yaani unajua maana nimempanga. Haya. Tuseme ni hii miezi tu. Hii miezi alikuwa anatudai. Cancel. Katuongezea 3 mbele tunakaa bure kabisa. Maana nimemdanganya pale, nimemwelezea uongo matatizo tunao. Sikiliza. Ametusamea miezi anaotudai. Umefanya nini? Masa ujue nitakupasua. Umefanya nini na yule mzee? Mimi sijafanya kitu. Kweli tena. Nakupasua. Umefanya nini na yule mzee? Mimi sijafanya kitu. Hujafanya chochote? Kweli. Kwa nini sasa ametusamea hiyo miezi? Sawa.